na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Marko sura ya 13. Jamani, hapa injili ya leo mnajua ni tamu. Yani haya yanayotokea huwa yananipa ladha ya kumshuhudia Mungu akinyoosha watu. Mkishuhudia watu wa Kenya leo, nataka niwaambie, napoenda kusoma Marko, mkishuhudia kuna mtu anazikwa, msishtuke kabisa. Na nalisema hapa mbele ya hii madhabahu, na ninaongea kwa ujasiri mkubwa, maana linatokea. Nilisema toka naanza tutaondoka na mtu, na mwanzoni nilishasema tusitani, tumetaniana, tunaondoka na huyu. Nimeshamaliza. Tuende kwenye Marko. Marko sura ya 13. Sura ya 13 mstari wa 4 anasema, tuambie mambo haya yatakuwa ni lini? Nayo ni nini dalili ya wakati hayo yote atakapokuwa karibu kutimia? Yesu akaanza kuambia, jihadharini mtu asiwadanganye. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtakaposikia habari za vita, uvumi wa vita, msitishe. Hayo yanabudi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko ya nchi mahali na mahali, kutakuwako na njaa. Hayo ndiyo mwanzo wa utungu. Mstari wa 12 anasema, mstari wa 12 hicho kitabu cha Marko, na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, na watoto watawashambulia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi alafu mstari wa 24 mpaka 31 anasema, lakini siku zile baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza, alafu na mwezi hautatoa mwanga, na nyota za mbinguni zitakuwa zikianguka, na nguvu zilizo mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu nyingi na utukufu. Alafu tumalizie na Ibrania 10:37. Alafu kile kilichokuwa kinataka kuzuiliwa lazima kiwafikie watu waliokusudiwa. Ibrania 10:37. Endeleeni tukuja na majani, Mungu atawanyoosha zaidi. 10:37. Ibrania 10:37 anaongea kitu hiki, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja, wala hata kawia. Tunaanza leo sababu ya pili, kwa nini saa ya wokovu ni sasa na wala sio kesho. Jana nilikupa sababu ya kwanza, kwamba uko wakati ambao kwenye maisha yako utauhitaji wokovu, lakini utaupata tena. Leo nataka nikupe sababu ya pili ambayo itatokea, ambayo inaanza kutokea wakati ambao Yesu anaulizwa na Mafarisayo. Na Mafarisayo mnawajua, ni wale watu ambao ni wakuu wa dini. Wakaenda wanamuuliza Yesu kwamba tuambie mambo hayo yatakuwa lini. Anawaambia, kwanza muwe na nidhamu. Ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguzwa, kwa sababu ufalme wa Mungu ajuaye wakati ambapo Yesu atakuja ni Mungu mwenyewe. Anawaambia, lakini kuna mambo nataka niwaambie, mtakapoyaona hayo mjue kwamba wakati wa mimi kurudi upo. Kwa hiyo nataka leo nikwambie mambo ambayo yanatokea yanayoonyesha ya kwamba Yesu yuko karibu. Sasa endelea kuvimba na macho hayo mekundu, na mkataa Yesu alafu yuko karibu. Nataka nikutolee sababu kubwa kwa nini nasema Yesu anarudi, na tumeimba wimbo tumesema anakuja Yesu, anakuja Yesu. Jioni ya leo anajua utanielewa ni mambo gani ambayo nataka kwenda kuyasema. Wanamuuliza, ufalme wa Mungu utakuja lini? Anawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguzwa. Amen. Alafu anamwambia kitakachotokea wakati huo. Cha kwanza anasema kama zilivyokuwa nyakati za Nuhu. Moja ya tatizo kubwa linalosumbua maisha yako, umefundishwa dini, umefundishwa Biblia, lakini hujafundishwa kuelewa kwamba nini hiyo Biblia inamaanisha. Umesoma sana habari za Nuhu. Yesu anaanza kuconnect
Yaani anaunganisha namna ilivyotokea kwa Nuhu. Habari za kwa Nuhu zilitimia, zikatokea. Hasa anazichukua zile, anawaletea. Anasema ufalme hauji kwa kuchunguzwa, lakini kwa Nuhu mlishuhudia yaliyotokea. Sasa kama wakati wa Nuhu yaliyotokea alikuwa ni angalieni waliokuwa wanayafanya. Anasema namba moja, walikuwa wakifanyaje? Wakila. Namba mbili, walikuwa wakifanyaje? Wakinywa. Namba tatu, walikuwa wakifanyaje? Wakioa. Namba nne, wakiolewa wengine. Alafu anasema zaidi ya kwamba wengine walikuwa wakipanda na kuendelea kujenga, wakaendelea na maisha yao. Lakini nataka nikwambie, Yesu anapoconnect na habari ya Nuhu kwenye habari ya ujio wake, anataka waambie wanadamu namna ambavyo hata wakati wa Nuhu watu walikuwa wanaambiwa. Nuhu anahubiri injili, anawaambia ya kwamba Mungu amechukizwa na maovu yenu, hebu badilisheni nia zenu, hebu badilisheni njia zenu, maana si muda mwingi kutoka sasa gharika itashuka na kuiangamiza nchi. Watu hawakuelewa, wakajifanya kichwa mkono. Unajua wewe unajifanya kichwa mkongo, yaani kwamba ni kichwa ambacho hakibonyei. Sawa, leo hakibonyei, lakini nataka nikwambie hata watu wa kizazi cha Nuhu wakasema sisi kichwa ni kongo. Mwambie kaka, hakibonyei. Nuhu akawaambia, wapendwa, iko gharika inakuja. Nuhu amesimama, Mungu amemwambia Nuhu, tengeneza safina. Tengeneza safina mwanangu. Wanadamu wameshanikwaza. Yaani wanadamu mimi nimewaumba na macho mazuri, wao wanaenda wanachukua majani, wanaweka mdomoni, wanavuta, wanabadilisha yanakuwa mekundu. Yaani wanadamu mimi nimewaumba, nimewapa figo nzuri na mahindi mazuri, alafu wao wanaenda kuchukua mitakataka, ile mipombe wanaibugia ndani. Sasa nataka niwanyoze. Nuhu anasikia hivyo. Nuhu alichokifanya yeye akajikimbilia mapema kwamba ngoja nitengeneze safina. Kama Mungu amesema hili jambo litakuwepo, litatokea. Wakawepo wale wengine wanamshuhudia Nuhu anachokifanya, lakini wakaanza kumdhihaki. Unatudhihaki kwa sababu gani? Nasema ungekuwa hautudhihaki, ungechukua nafasi ya kutoka hapo ulipo. Tena nyumba yako sio kwamba ni ya thamani sana kuliko huyu Yesu ambaye tunamhubiria. Ungekuwa upuuzizi habari, ungeondoka kutoka nyumbani ukafika mahali hapa ili ya kwamba upate kuzisikia. Nuhu anawaambia gharika inakuja. Nuhu anawaambia gharika inakuja. Na Nuhu alikuwa ni mzee, wakahisi Nuhu ameanza kuendesha na akili za uzeeni, kwamba huyu mzee anazeeka vibaya. Mzee anatuambiaje kwamba gharika inakuja? Kwanza Nuhu, umehisi wewe, wazee wengine si wanakuwa ni wakubwa kuliko wao, wanasema Nuhu, wewe umehisi juzi tu, hata kama una miaka mingi, lakini sio wengine tumekutangulia. Hiyo gharika haijawahi tokea. Unatuambia Mungu amekwambia kuna gharika. Gharika gani inakuja? Usichanganye hapa. Na walikuwa ni walevi mno. Biblia inasema walikuwa na kila aina ya uchafu umeenea. Kama ni pombe walikuwa wanapiga sana. Unajua mtu mmoja akasema hakuna jipya chini ya nini? Vyote unavyoviona. Yaani wewe kutumia mbege unajiona ni mjanja. Wewe unaijua pombe waliokuwa wanakunywa wakina Nuhu. Mbege tu ndizi. Pombe waliokuwa wanakunywa wakina Nuhu unajua. Kwa hiyo watu wakaendelea, wanalewa. Watu wakaendelea, wanasema hatuwezi okoka. Pombe ndio maisha. Wanasema bangi ndio maisha. Wanasema uzinzi ndio maisha. Nuhu anawaambia jamani, si muda mwingi kutoka sasa gharika inakuja mwele. Gharika inakuja mwele. Wanasema hamna gharika. Nuhu anawaambia ndugu zangu inakuja. Wanasema hamna. Mungu akawaambia mmesema hamna mara nyingi, na Nuhu ameshawaambia hamjachukua tu. Sasa nataka tuonyeshane kwamba mimi na nie nani mkubwa. Kilichofanya Nuhu akakamilisha, amekubali, akatengeneza safina yake, akaingia ndani. Ile mtu amepiga ile Mungu akafungua wingu la kulia, akafungua wingu la kushoto, la mbele, la nyuma, afu maji yakamiminika. Yalipomiminika ndio wanaanza kushtuka. Nuhu alikuwa amesema hii, Nuhu alikuwa amesema hii, hebu tuingie ndani. Wanapoingia ndani, maji yanaingia ndani, yanawachukuliza tena. Wanasema ngoja tupande juu labda ya miti. Miti inachukuliwa tu. Wakaanza kujikuta wote, inabidi wajue kuogelea. Amewahi jifunza, hajawahi kujifunza, inabidi awe mzamiaji, aanze kuogelea tu.
Kuna mtu mmoja amesema anaogeleaje amelewa sasa. Nafikiri hata akili zilikuja. Si walikuwa walevi. Wanafikiri baada ya maji akili hazikuja. Maana Biblia inaonyesha kwamba baada ya yale maji kuja wakaanza sasa wanahangaika waelekee kule sasa kwa Nuhu. Nilikwambia jana kuna wakati utautafuta wokovu utaupata wewe. Wakati Nuhu anawaambia gharika inakuja, walimuona ni nani? Ni mbuzi. Yamekuja maji, wanaona kale kajumba alikokuwa anakategemea kwa sababu juu kana ile nini sijui jibu somebody ndio kanamfanya aringe kutokuja mkutanoni nako kakamezwa na maji. Kakaenda. Wanaenda sasa kwa Nuhu. Wanaanza kuona uthamani wa Nuhu. Yesu anawakumbusha hao watu kilichotokea wakati wa Nuhu. Wanafika, wanakaribia na ile safina. Nuhu anaanza kuangalia tu. Anasikitika kwamba ndugu zangu niliwaambia siku moja tulikuwa pale kwa mamoja. Tulikuwa tunawaambia hizi habari ya kwamba ni wakati wa kujenga safina, ya kwamba ni wakati wa kumkomboa Yesu, lakini ulikataa. Leo hatuna nafasi tena ya kufanya lolote, maana tayari mlango umekwisha fungwa. Kwa hiyo mlango ukalokiwa. Mungu kajiwekea Nuhu wake ndani. Wale waliompokea Yesu wako hapa, kuna wengine na waona. Yaani nyie tayari mmeshafunguliwa kasafina, afu mmeingia hiyo itakapokuja hiyo ya Yesu hiyo mtakuwa salama. Lakini wale ambao sasa hivi wanapita na bodaboda akijiona ya kwamba anatulasta tuwili tutatu kichwani, kuna kitu kinakuja hata wao kikawajia. Wakati Nuhu yuko ndani anaendelea katika utulivu. Mvua ni kubwa, Nuhu yuko ndani kwa sababu walifanya maamuzi ya kumsikiliza nani? Mungu. Walioleta kiburi wakapata tabu. Walipopata tabu wakateswa na baadaye wote walifutwa juu ya uso wa nchi. Akabaki Nuhu pekee. Yesu akawapa kisa cha kwanza. Kisa cha pili akawaambia hiyo mnaweza mkasema hiyo pengine ilitokea tu. Ya pili ilikuwa wakati wa nani? Wa Lutu. Wakati wa Lutu hivyo Mungu anawaambia, jamani, maovu yenu nimechoshwa nao. Sipendi hizo bangi mnazovuta watu wa Kenya leo. Sipendi hayo mambege mimi. Sipendi hayo madude unayoyafanya. Sipendi hayo masala unayofunga badala ya kwenda huko kalise ng'ombe unasema ya kulogea wewe Mungu na mloga na masala. Sipendi hayo. Alafu sasa Mungu anapokuwa anawaambia wale watu wa kizazi cha Lutu wakapuuzia. Na walipokuwa na dharau wakataka kucheza na Mungu. Na unajua kwa nini nimesema hapa kuna mtu mmoja Kenya leo ataondoka? Kuna watu wanaleta masiala na Mungu. Mungu unapomchezea ni zaidi ya simba ambaye hajala miaka 7, ana njaa kali, afu umeenda umeng'oa ile nywele akiamka wale watu. Kosa kubwa lililofanya, cha kwanza wa kumsikiliza Mungu, namba 2 wakaenda waanze kutaka kuwadhuru watu Mungu aliyowatuma. Mungu akaona hapana, hii imezidi mipaka, hapa siwezi kukubali, lazima tunyoosane. Huo moto ukapigwa, wote wakaangamizwa, maana wakusikia na wakachezea Injili. Makosa makubwa unayofanya mtu wa Kenya leo ni haya. Namba 1, hutaki kutusikiliza, afu namba 2 unatuzalau. Haina nisikitisha. Kuna wale watu waliimba wakasema hili limeniliza sana, hili limeniumiza. Sasa hilo ndio limeniumiza, na kufanyaje? Akuniliza. Maana cha kwanza unakataa habari njema ambazo wamekuletea. Hata watu wa kizazi cha Lutu aliwaletea zile habari ili ya kwamba waache maovu wawe salama, wakazipuuzia. Lakini mbaya tu haikuwa kuzipuuzia, wakawadharau na wale ambao Bwana amewatuma. Unazipuuza habari za Bwana na kutudharau na kuona tu kale kadogo ni kwamba tu kabile kamevaa tai. We sio kwamba nimevaa tai, ni Bwana anaongea na wewe katika siku ya leo. Maana anasema kama ilivyokuwa katika siku za Lutu walikuwa wanajenga. Unajua Wachaga mnajenga sana nyie, lakini hata kizazi cha Lutu walikuwa wanajenga. Mnaoana sana na wao walikuwa wanaoa, mnaolewa na wao walikuwa wanaolewa. Kwa hiyo akipo kipi yaliyowapata ilikuwa ni kwa sababu mbili. Cha kwanza wa kumsikiliza Mungu, cha pili wakadharau wale ambao Bwana amewatuma. Mungu akaona hao wasitanie
mwambie leta kiberiti. Alipoleta kiberiti anapiga shwa wote kuisha. Sasa nimekuambia mtu wa Kenya leo tunapomalizia, acha kuto kutusikiliza, fanya maamuzi ya kumpokea Yesu. Namwambie acha kutuchukulia kawaida. Unapochukulia kawaida, iko hasira ya Mungu itakujilia kwenye maisha yako. Niende. Kwa nini tunasema Yesu anakuja? Kwa nini tunasema Yesu anakuja? Yesu anawapa visa viwili kwamba mambo yaliyotokea wakaona yana ushahidi kabisa yalitokea hata kwenye historia. Au ukiwa una hela, wachaga si mnasema mna hela, hizi habari kama unataka ujue kwamba ni za kweli, panda ndege naenda huko, utayakuta haya maeneo, kwa sababu Mungu aliyanyoosha kweli. Sasa kama haya yalitokea kweli, Yesu mwenyewe ndo anafananisha. Sasa hapa ndo tunaenda tukaziane vizuri ili tuanze kuelewana. Sasa kule sikuwa napeana story, sasa hapa tuanze kuelewana vizuri. Yani hapa ndipo tunaanza kuelewana, yani lazima kieleweke, lazima tuelewane tu vizuri. Yesu anaongea kwamba haya yalitokea hivyo, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Kama walivyokuwa wamekataa kumsikiliza Mungu na kubadilisha maisha yao, walibadilisha. Lakini na mimi pia nakuja, na katika siku ambazo nitakuja, wale walionikataa watalia na kusaga meno, watasema watalia na kusaga meno. Si muda mwingi na kutoka sasa, ni habari za uhakika. Anawaambia ya kwamba maana kuja kwangu ni kama umeme mulikana kutoka tai hapa, yani unapoenda na kule swa, akibonyeza ile switch pale swa, taa zote zimewaka. Anasema itakuwa ndio kurudi kwake mwana wa Adamu. Sasa jiulize, haujui Yesu atakuja nini? Alafu anatokea tu, alafu kuja kwake ni kama umeme, yani na kanuni ya kuokoka lazima umkiri Yesu kama Bwana na Mungu. Kuna vitu viwili, jiulize, nani atakaye kuongoza sala? Tutakuwa tumeshaenda, tunatafuta nini hapa? Yani si tupo leo, yani si tupo hapa leo. Wakati Yesu anakuja akionekana tu kama umeme swa, hii misuti yenyewe ni mibaya ya mbinguni kwa. Yani akionekana tu Yesu pale swa, unashangaa hii suti tunaiona chini tu. Alafu yule anaenda kwa Baba, alafu yule anaenda kwa Baba, utatupatia wapi? Hebu tuwaulize, baada ya Yesu kuja kama umeme unavyomulika swa, utampata nani akuongoze sala ya toba? Lakini utawezaje kuyatamka yale maneno ambayo unapaswa kuyatamka? Bila kuyatamka hayo hauendi. Bila kuyatamka hayo anarudi kwa ghafla, hautajua lini anarudi. Tumesoma kitabu cha Marko kinasema kwamba